In Jesus' name. Yes. Amen. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. So I want to take this opportunity once again to welcome you to our service. Wale ambao mnatutazama, we are coming live from Nyamataro P.A.G Church. Na tumebarikiwa asubuhi ya leo, tunamshukuru Mungu kwa neema. And we want to welcome you to be part of us in the few minutes that are ahead of us as we share the word of God. Anaye kuzungumzia leo ni mtumishi wa Mungu David Nyamweya. Na naamini ya kwamba Mungu anataka kutubariki. So kwa sababu ya muda, ningependa tuingie kwa neno la Mungu. Na naamini ya kwamba Mungu anatubariki wote katika jina la Yesu Kristo. So ni vizuri katika maisha haya mtu kuchipa moyo na kuendelea kwa safari. Tuna licha ya mambo mengi ambayo mtu hupitia katika maisha haya, licha ya mambo magumu ambayo mtu hupitia, changamoto za maisha, inafaa tuchipe moyo, because he who that has called us, he who that created us in his own image, has a purpose with our lives. So we should not give up. Hallelujah. So my topic today, I want to share about refuse to give up. Praise God. Amen. Refuse to give up. No matter what you are passing through, no matter how panning the challenges you are passing through are, refuse to give up. Instead, fight for your life. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So my topic is refuse to give up. Kataa kabisa ya kwamba mimi sitakufa moyo, hata kama maisha ni magumu. Wache kupigania maisha yako ya kesho. So in the book of Genesis, chapter number 41, verse 31 and 31 to 41, 39 to 41. Verse 39 to 41. But I will read from verse 37. There is something there I want us to get. Verse 37, the Bible says, this proposal pleased Pharaoh and all his servants. Verse 38, and the Pharaoh said to his servants, can we find a man like this in whom the Spirit of God? Verse 39, then Pharaoh said to Joseph, since God has shown you all this, there is none so discerning and wise as you are. Verse number 40, you shall be over all my house and all over my people, and all my people shall order themselves as you command. Only as regards the throne will I be greater than you. Verse number 41, and the Pharaoh said to Joseph, see, I have set you over all the land of Egypt. Amangana yo akawenera Farao amana abasumba baye bonse. Farao akabolia abasumba baye, ine ngaitora nyole omonto ngabuno oyo ole no moiko Nyasaye imbe yaye. Elio Farao agatebya Yusuf,
ekiagara Nyasaye okomanyirie amang'ana ayo onsi onde tali omanyete naende onde olena naende olena obo omong'aini bunayi bono nayo orabe omoteneneri bwenka yane n'abantu bane bonsi nabakoigwere buno orabe gokobachika asekero gokiane kyobogambi oka naonda abo monene gokobua. Yes, praise God. Amen. Yes, we know the story of Joseph. Buna tumanye tomogano Yusuf. Joseph had brothers. Yusuf na bwata bamuraba mwabo. Plus him, they were 12. So he normally stayed at home with his father, while the others were on water. So the Bible describes Joseph as a dreamer. At the same time, he knew how to interpret dreams. So now and then, Joseph was dreaming, and as he dreams, he explains his dreams to his brothers. So his brothers became jealous. They became angry with him. Why this young boy telling us these things? How we shall bow before him, but one day he will become great. So because of their jealousy, they decided to kill him. They wanted to give up with him, and they never wanted to see him anymore. So when they were in the process of killing him, one of his brothers, Reuben, decided to save him. He said, instead of killing him, let us sell him. Now they sold him. Where they sold him, he landed in the hands of Pharaoh. So he went to Potiphar's house. As time he was anachipata ako kwa nyumba ya Potiphar. So when he was there, the same God who gave him the grace to interpret the dreams there gave him the grace there. So vile tunachua akiwa kwa nyumba ya Potiphar, mke wa Potiphar akaanza kumtamani sana. Wakati alikataa, akamsema kwa mumeo. So Joseph was arrested. He was taken to jail. Mahali pale akakutana na wachakazi wa mfalme. Kwa makosa yao walikuwa wamewekwa kule. So wakiwa kwa ndoto, Joseph interpreted their dreams. And as days went by, one of them returned to the king. So the dreams that Joseph interpreted came through as he told those servants. So here where we have read, we find Joseph. He has interpreted the dreams of the king. You will go and read this story. It's so interesting. So Joseph, so those servants, when the king dreamed, he wanted somebody who can interpret the dreams about the seven things that he saw. Praise God. Amen. So
one of his servants who came back from jail. Omokororia yo moli orueta ali asechera. Wakati mfalme ametafuta waganga, watu wote wameshindwa. Ekero moruoti aligirie abanyanabi bantu bonsi basinyirwe. Akamwambia kwamba kuna kijana tulikuwa na yeye gerezani. Kamotebi ngomo muranaro yo matuwale Hata mimi kurudi hapa ni yeye. Nonya ni nchekoira na iganere. Aliniambia ya kwamba siku moja nitakuja mahali hapa. Igantebedinga litukeli moningira negocha. So Joseph, kwa mtazamo wangu, naona ya kwamba kwa sababu ya ndoto ndugu zake wakamuuza. Angekufa moyo aseme ya kwamba hizi ndoto zitaniweka babaya. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa na kusudi na maisha yake, kwa sababu Mungu alikuwa anafuatilia ndoto zake, so Joseph wako nchi ya ugeni. Mahali pale amepata watu wanaota ndoto. Mungu anamsaidia, anasema ya kwamba mimi najua mambo na ndoto. Hata kama niko kwa nchi ya wenyewe, I must interpret this. Haijalishi nitakayo yapitia. Mara ya kwanza ameota, ameambia ndugu zake vile ameota. Ndugu zake wameona huyu jamaa ameharibika, wanataka wamemuuza. Hawataki mtu wa kuambia maneno ya ndoto kila siku. So walikuwa wanataka wamtupe kabisa na ndoto zake. Bwana Yesu asifiwe. So wakiwa katika hiyo hali, mahali hapa Joseph ameletwa mbele ya mfalme. Hani vile amefika kwa mfalme ni Mungu. So yale mambo yote ambayo Yusufu alikuwa anayageuza kwa mfalme. Mahali tumesoma mfalme akamwambia Yosefu ya kwamba hakuna mtu mahali hapa ambaye akona hekima na ufahamu wa mambo hayo ambayo umeyazungumza mahali hapa. Kwa hivyo kwa sababu umeyanena mwenyewe, hata kama wewe si wa nchi hii, nimekukabidhi mamlaka, mambo hayo wewe ndio utayasimamia mpaka yafike mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Joseph, hata kama ndugu zake wamemuuza kwa sababu ya kuota, hakukufa moyo. Yani Joseph refused to give up. Yusufu akanga kwerusi moyo. So alikuwa anang'ang'ana ili ndoto yake itimie. Ndoto zake kutoka mwanzo zilikuwa ya kwamba atakuwa mtu mkubwa. Hata akiwa nchi ya ugeni, kule, bado anaendelea na kuota zile ndoto zitakazomfikisha kwa ukuu wake. Kwa hivyo akiwa mahali pale, akapandishwa jeo. Tunaposoma historia ya Yusufu kwenda mwisho, anakuwa mtu mkubwa. Mungu alimuongeza katika nchi ya ugeni pale. Siku moja ameleta wale ndugu zake waliomuuza, kwa sababu yeye hakukata tamaa, hakukufa moyo. Mungu amemuinua ndugu zake wakakuja, akawatendea mema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika kila jambo lile ambalo unaona ya kwamba hili ndilo ninalolifanya ili mimi nifanikiwe, maono yale ambayo ulio nayo, unasema ya kwamba nitakapofuata hili nitafanikiwa. Yafuate, maana hatima yako iko hapo.
Hallelujah. Amen. Fuata kwa nguvu zako zote. Haijalishi yale utakayopitia ukifuata. Kilicho kikubwa ni yale ambayo utakayoyapokea. Kwa hivyo Joseph refused, rejected to give up. Hani hata akiwa kwa nchi ya ugeni anasema lazima niote. Akiwa kuachana watu wakikucha na ndoto anasema lazima niwaambie maana yake. That is what he was called for. That is what he was fashioned for. Na Mungu alimtumia mpaka Yosefu akakuwa mtu mkubwa katika nchi ile. Akakuwa wa msaada kwa nchi ya wenyewe. Akakuwa wa msaada hata kwa ndugu zake na baba yake. Hakufikiria ya kwamba ndugu zangu walinitendea mabaya. Wakati mwingine Mungu anaweza acha hata ndugu zako wakufanye mabaya. Hata waamuru tu wafikirie ya kwamba wanataka kukufanyia mabaya. Lakini ni mipango ya Mungu ili uendelee. I want to encourage somebody this morning ya kwamba hata ukipitia hali ngumu, tazama mbele. Kile ambacho Mungu amekuitia ufanye kwa roho yako yote. Kama wewe ni mwimbaji, imba. Hata kama sauti yako si nzuri vile, jaribu ng'ang'ana. Bwana Yesu asifiwe. Ujui kwamba Mungu amewekeza hatima yako katika uimbaji huo. Tunaweza kukuambia ya kwamba unaimba vibaya ukufe moyo. Usifike kesho yako. Geuka pande hiyo ingine. Anza kujifundisha. Train. Na Mungu anajua. Bwana Yesu asifiwe. So Joseph akakataa ya kwamba mimi sitakufa moyo. Hata sisi tusikufe moyo. Tukatae kabisa ya kwamba hatutakufa moyo. Haijalishi jinsi watu wanavyotusema. Haijalishi mabaya yale ambayo wametupangia. Tunachokijua ni ya kwamba Mungu yule ambaye aliyetuita ametuita kwa ukamilifu wake. Hata kama tutapitia mambo magumu, hata kama tutapitia mambo mazito, our God is good. Atatufikisha mahali pale ambapo anataka tufike. Yale yote ambaye amekusudia yawe yetu atayatimiza, maana yeye ni Mungu. Katika jina la Yesu. Hallelujah. So mfalme akaambia Yosefu ya kwamba mambo yote katika familia yangu nimekukabidhi. Hata watumwa wangu wote, wafanyikazi wote wa mji huu watafanya vile ambavyo utakavyowaagiza. So Joseph was given authority over everything. Yusufu akaegwa. Remember, he was in a foreign land. Na Mungu anamfanya hivyo kwa sababu hachakufa moyo. Angesema ya kwamba kama niliuzwa kutoka kwetu ni kwa sababu ya ndoto, sasa nikifika huku mahali nitaenda, nitanyamasisha mdomo wangu kabisa. Hii mambo inaitwa ndoto ishindwe kabisa. Angekemea ndoto zake, lakini yeye anajitia nguvu na moyo. Anasema ya kwamba katika hizi ndoto nitafanikiwa. So anapata kibali mpaka mahali ambapo angepata kibali. Anatolewa gerezani, anakuja kuinterpret the dreams of the king. Wow. Hallelujah. Kwa hivyo lolote lile ambalo Mungu amelipanga kwa maisha yako, ukikataa kukufa moyo,
gokwanga kurusi moyo ukikataa ya kwamba mimi sitarudi nyuma, gokwanga ngaye tokwira na maye hata watu waseme ache, abantu batebe buna hata wanifanyie vile wanafanya, abantu baokolera buna barakole, mimi sitakufa moyo. inje tingo kumoyo. Kataa kukufa moyo, Angago kwa moyo, kataa kabisa kukufa moyo. angago kwa moyo, Jitie nguvu hata wakati uko mnyonge. Sema ya kwamba kwa unyonge huu Bwana atanisaidia, nitasimama kwa imani. Hallelujah. Amen. 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 Amina. So again in the book of 1 Samuel, ningependa tu kuguzia kidogo juu ya watu wale ambao walikataa kabisa kukufa moyo. Hata kama walikuwa wanapitia hali yenye ingewafanya wakufe moyo, hata kama walikuwa wanapita katikati ya moto na changamoto nyingi, walikataa wakasema ya kwamba hatutakufa moyo kabisa. So in the book of 1 Samuel, I want to read chapter number 2 verse 21. Lakini kidogo tu, I know you understand the story of Anna. Anna ni mke wa Elikana. Ana no mokungu Elikana. Ako na mke mwenza anaitwa Penina. Na abwate moiboli omwabokoro ku Penina. Wote ni wake wa Elikana. Bonsi na bakungu ba Elikana. So the Lord akaamua kufunga tumbo asigo Nyasaye akachora gosiekenda ya Ana. Na akaacha Penina akazaa watoto. Akatika Penina akaibora abana. Hallelujah. Amen. So kila siku na kila wakati asigo kila lituko na kila biro. Penina alikuwa na sababu. Penina na abwate sababu. Alikuwa anaamuka na balenge koboka. Anamtazama Ana. Oligere Ana. Hana watoto. Tabwati bana. Anaanza kumutukana. Ochaka komorama. Anaanza kumukecheri. Ochaka komocheria. Anaanza kumwambia mambo ya kufunja moyo. Kila wakati tu ni matusi tu. Wewe ni kama wewe ulipeleka watoto wapi? Wewe umelaaniwa. Wewe Mungu amekuacha. Yani akamwambia yale matusi yote mtu unaizambiwa. Wakati uko katika shida. Hakujua ya kwamba ni kwa muda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Ana kila siku alikuwa anamtusi. Lakini kinachonifurahisha, huyu mama anaitwa Ana alijua kitu kimoja. Alikuwa ameokoka. And alikuwa na ufahamu ya kwamba Mungu anaweza. Kwa hivyo kila siku, kila wakati, she can come before the house into the house of the Lord. Aweke magoti yake chini. Analilia Mungu. Anamwambia Mungu ya kwamba wewe unayepea wengine watoto na kutumainia na kukuaminia, najua ya kwamba hata kama imechukua muda, wewe utanipea mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Ikaenda miaka Ana yuko katika nyumba ya Bwana. Matusi yanamwandama ya kwamba hata kama unaomba Mungu atakujibu. Penina na wengine wamekuwa na nguvu nyingi. So they speak anything that they think, ili wakuchukize, yani wamfanye akwe na hasira. Kinachonifurahisha, this woman refused to give up. Akitukanwa anajitia nguvu. Akitukanwa anaomba zaidi. Hata akiwa mbele za Mungu hapo. Siku moja ameomba mpaka ameremewa kabisa. Naye mtumishi wa Mungu alikuwa anamwambia, Eli alikuwa hapo. Eli anamwambia, we mwanamke, ondoa ulevi wako hapa. Toka hapa kabisa. Ana anamwambia, hapana, mimi sijalewa. I have a reason. Niko hapa nataka Mungu anifanyie jambo. Hata kama mtumishi anamdiscourage na wengine wote wanamtupia maneno makali, Ana refused to give up. Instead she prayed. Biblia inasema ya kwamba, mahali nilikuwa nisome verse 21, chapter 2 verse 21, the Bible says,
Where is this 21? Indeed, the Lord visited Hannah, and she conceived, and bore 3 sons and 2 daughters. And the boy Samuel grew in the presence of the Lord. Omonene agaseseniana era akaibora abamura bande batatu na abaiseka babere. Omwana oli Samueli akabogokina ole ase nyumba y'omonene. Praise God. Amen. So hata kama Ana alikuwa anatukanwa, nonyana olenge kuramu, hata kama alikuwa anapitia hali ngumu, mateso, kuetera mangana makongu yoko chandika, kila mtu anatamuka lile ambalo anaweza kulisema ili huyu mama akufe moyo. Kero monta alenge kokwana lingana ligere omongino yakwo moyo. Alichitia moyo kabisa. Era kebe kachinguru no moyo. Akaomba kwa imani. Agasaba so kwegena. And the word of the Lord says, no ne lingana linyesa ligate. Wakati wa Mungu ulipofika, ekere biro byo monene byegete. Mungu akampa watoto vijana 3. Nyasa akamwa abana abamura. Na wasichana 2. Abana abamura 3 na abaiseka babiri. Kinachonifurahisha, kijana wake mkubwa anayeitwa Samuel. Unajua hilo jina Samuel lingana elieta Samuel linamaanisha kwamba I prayed to God, yani is a gift from God. So alimuita hilo jina kwa sababu aliomba Mungu, Mungu akampea mtoto. Akasema huyu mtoto nitamuita Samuel, maana niliomba kutoka kwa Mungu na yeye amenipa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba Samuel sasa kijana mkubwa wa Ana alilelewa katika madhabahu, akaanza kufundishwa mambo ya kuwa mtu wa Mungu. Yule Eli ambaye alikuwa anaambia Ana toka hapa, yeye ndiye anamulea Samuel. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea kusoma, wakati Mungu alianza kumtumia sana Samuel. Sana. Hata wakati David anaenda kuwa anointed pale kwa Chese, Mungu anatuma Samueli, anamwambia go to the house of Chese. There I have chosen my king. Gendo mwaka maguta. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu anamtumia Samueli, mtoto wa Ana, mama aliyekuwa amedharauliwa kwa kufanya mambo makubwa. Kwa nini inafikia hapo? Ana amekataa kukufa moyo. Akakataa kabisa, akasema kwamba mimi nataka nimtumainie Mungu. Mpaka Mungu anifanyie jambo, mpaka Mungu anitendee jambo. Biblia inasema ya kwamba akampa wana 5. Penina alikuwa na wake, lakini hawachasema hata mmoja. Hata wasemi walikuwa wangapi? Lakini tumeambiwa ya kwamba wa Ana walikuwa 5, vijana 3 na wasichana 2. Na kikubwa kuna kijana mkubwa anaitwa Samuel. Na yeye ni nabii wa Mungu, anafanya mambo makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. So let us refuse to give up. Hata kama tunapitia mambo magumu, hata kama tunadharauliwa, hata kama watu wanaona ya kwamba hufai, jitie nguvu. Wacha maneno yao ya kujenge. Haleluya. Hata kama umeanguka, utasimama tena. Utasimama tena kwa imani, kwa sababu Mungu yuko, hawezi kukuacha. Kile ambacho alikuwa amepanga kiwe kwa ajili yako, yeye ni mwaminifu, atakifuatilia, atakitimiza. Mungu anambariki Ana, anampa mtoto wa muujiza, anamuondolea aibu yake yote. Mtoto wake anatajika hata kwa Biblia, kwa sababu yule mama alikataa
kabisa kukufa moyo. So also unto us, let us refuse to give up. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Another person, the blind man, Bartimaeus. So Bartimaeus amekuwa kipofu sana. Alikuwa anasikia story kuhusu Yesu wa Nazareti. Hallelujah. Amen. So one day anasikia kelele cha watu. Watu wanapita wakipiga kelele kwa sababu Yesu alikuwa anafuatwa na umati mkubwa. So Bartimaeus alikuwa amekaa hapo kwa barabara. Akiwa kipofu, yeye haoni. Ni sauti tu ya watu wengi alikuwa amesikiza. Anapata nafasi moja, anauliza ni nani huyo nasikia? Ni nini hii nimesikia? So watu wanamwambia ya kwamba ni Yesu Kristo wa Nazareti anapita. Bwana Yesu asifiwe. Akasema ya kwamba kama ni yeye, this will be my day and this is my day. Akaanza kupiga kelele, anamuita Yesu, Yesu, the son of David, have mercy on me. Hallelujah. Amen. The congregation wakaanza kumukataza, kumunyamazisha. Wanamwambia ya kwamba nyamaza, unatupigia kelele hapa bure. Nyamaza, una disturb mkubwa. Lakini anakataa kukufa moyo. Wakimunyamazisha anapiga kelele sauti. Imagine the congregation yenye ilikuwa inafuata Yesu. Ilikuwa a huge congregation. Lakini mtu mmoja aliye na imani, sauti yake inasikika miongoni mwa watu wengi. So hata kama alikuwa anajaribu kukatazwa, hata kama walikuwa wanataka kimya, awache kupiga kelele, Biblia inasema ya kwamba Bartimaeus akakataa kabisa kukufa moyo. Akalilia Mungu, akamwambia kwamba kama huu ni wakati wangu, kama huu ndio wakati wangu, nataka unibariki. In the book of Luke chapter 18 verse number 35 and 35 to 43. Luke 18 35 to 43. Ndio iko na hayo maneno. Utaenda ujisomee tu, haina haja ya kusoma kwa sababu ya muda. Kila nilichokuwa nataka kusema ni ya kwamba ya kwamba this man cried to God. Akamwambia ya kwamba Mungu, leo haunipiti. Wakati alikatazwa, akapiga kelele sauti. Kelele yake ikamfikia Yesu. Akauliza ya kwamba ni nani huyo anayeniita? Anataka nini? Watu wanamwambia kwamba ni jamaa mwingine tu hapa kipofu. Yesu anasema muache akuje. Kana Yesu asifiwe. Akafanya muujiza, akafungua macho yake. Yule jamaa akaanza kuona. Ninachokipenda mahali hapa ni ya kwamba imani ile aliyokuwa nayo, hata kama walimnyamazisha, hakukufa moyo, alijitia nguvu. Akasema ya kwamba kama hii ndio siku yangu, Bwana nitende jambo. Napenda kuhimiza mtu wa Mungu mara tena ya kwamba refuse to give up. Angania maisha yako, angania kesho yako. Kama watu watakudharau, wache. Watu watakunyamazisha, usikufe moyo. Moyo ligere ligochibosho. Omonene nero manyete mambi yao. Mungu anajua kesho yako. Bartimaeus na bale bote banga lioli ntaro uchiki pingo kila. Lakini akamanyanga litukeri ligongeta lile ndio. Akaseli ogiri nene. Alilia kwa sauti. Awatebanga Yesu Kristo Nazareti. Ndolera mabera.
uganda nukiriche nayo ndo chakalikeni mwishowe akapata kile alichokuwa anahitaji. Mungu wetu ni mwaminifu. Kila kitu ambacho amekipanga lazima kitatimia. Bwana Mungu asifiwe. Kwa hivyo nikimalizia, ukisoma kitabu cha Isaya chapter 39 verse number 1 kuteremuka, there we find Ezekiah. Ezekiah ni mgonjwa. Ezekiah anatakiwa kukufa. Siku zake za kukufa ziko karibu sana. Kwa hivyo Mungu anataka kumuandaa, mwambie ya kwamba Ezekiah unakufa. Akatuma na pia Isaya akuje amwambie ya kwamba prepare your house, for you will not get healed, you are going to die. Lakini yeye anapopokea habari, kwa sababu alikuwa achapangia kukufa, anakubali ya kwamba mimi ni mgonjwa, lakini siku zangu za kukufa bado. Akasikiza vile mtumishi alimwambia, akasikiza akumjibu, akaacha akatoka. So na pia alipotoka Isaya, the Bible says huyu jamaa akakataa kufi, akakataa kabisa, akasema mimi sitakufa. Akageuza uso wake, akaangalia ukuta, again he began to pray. Akamwambia Mungu, kumbuka lile na lile na lile na lile, kumbuka lile na lile na lile. Anakataa kabisa kwamba sitakufa. So akaomba. Yule na pia akiwa njiani akienda, Mungu anamrudisha tena, namwambia nenda mwambie Ezekiah nimesikia sauti yake, hata kama alikuwa akufe, mwambie, mupe hii habari njema ya kwamba kwa sababu ya matendo yake mazuri na kwa sababu amekataa hataki kukufa, nimemuongeza miaka 15. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kataa vitu zingine, kataa. Unajua vitu zingine tunaachilia tu hivyo tu. Unasema kwamba unataka nikufe niache watoto wangu. Hiyo kwaya nikienda unataka yani unajua vile tunaishi hivi. Maneno yako. Watu tunagombana hata kanisani. Kule sokoni. Chuzi hivi tukitembea kwa mahali hivi vijijini. Tumepatana na mama mwingine si mshirika wetu. So tukiwa pale akatuambia pastor ngoja hapa. Alikimbia kwa nyumba akaleta akasema pale kwenye ninauza kwa soko, mtu alikuja akakiweka ndani ya hiyo ndarama yangu. Bono na ngoboete sana, ngoboete ubugima bwana n'ubwa bana bana. Sasa ninaogopa juu ya maisha yangu na ya watoto wangu. Tukamuoji tukapata kuna uoga mwingi. Tukamuulia maswali, tukanyorabu hata ubobo. Tukaamua kumsaidia. Tukaamua kumwokoa. Tukamwambia kwamba damu ya Yesu inaweza mambo yote. Tukamotebinga manyinga Yesu gakunyara. Unataka kuamini Mungu, tuchome hii kitu, tuombe hapa. Notakete kumwoge na Nyasaye. Hii ni kijiti tu ya kayaba. Hii haina shida. Mimi nilikuwa nacheka. Alafu nikivunja anashtuka huyu mtoto atakufa. Tukaifunja, tukaomba kwa imani, tukakevuna, tukasabase
okwegera. Kesho yake tulipatana akasema pastor chana nilikuwa sokoni na niliuza vizuri. Mambe ya garantebinga pastor naona lenge chiro igoro nande nao nebuya. Ezekiel akakataa ya kwamba sikufi. Aseigo Ezekiel akanga ngatindi gukwa. Akasema ya kwamba hata kama nataka nichitie moyo. Ntagete kwa moyo. Hili nishinde. Igerembwe. So kumalizia kabisa sitasoma kingine. Ekerongo kole rapiti niko soma nini. Watu wanaweza sema mambo mingi. Abantu nabo bagukwa na mangana amana. Watu wanaweza kukugeuka. Abantu nabo bagugonchokera. Wakupea maneno ya kufunje moyo kabisa. Kwa mangana kugoito moyo pi. Lakini Mungu hata kuacha. Kolende Nyasaye tagu. Yale yote ambayo amekusudia kwako. Andonsi pia aliyabwate igoro yao. Atayatimiza. Na ayaikirani. Wewe simama chitie nguvu. Ayetenena ayo moyo. Chipe moyo kabisa. Ayo moyo kabisa. Kataa kukufa moyo. Angako kuwa moyo. Na Mungu wa amani awabariki. So tutakapo kataa kukufa moyo, ndipo baraka zetu zitakuja. Na Mungu wa amani awabariki. So refuse to give up. Refuse to give up. Ningependa tusimame juu tuombe ili tumalizie hapo. Mungu wa amani awabariki. Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, unifanye jinsi wewe upendavyo. Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, unifanye jinsi wewe upendavyo. Oh, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, unifanye jinsi wewe upendavyo. Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, unifanye jinsi wewe upendavyo. Unifanye jinsi wewe upendavyo. Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, unifanye jinsi wewe upendavyo. Bwana Yesu, nimekuja kwako, unifanye jinsi wewe upendavyo. Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, unifanye jinsi wewe upendavyo. Hallelujah. Amen. Tukiwa katika hiyo hali tunaweza kuendelea kutoa sadaka zetu. Alafu tutaenda kufanya maombi ya kumaliza ibada yetu. Watu wengi wameshindwa kuenda mbele kwa sababu wamevunjika moyo kwa mambo mengi. Wamejifunja moyo wenyewe. Wamevunjwa mioyo na watu ambao walio karibu na wao. Hawawezi kuendelea sababu mioyo yao imeweza kuwa na vidonda. Lakini pia tumepitia watu wengi ndani ya Biblia waliopitia mapito mazito, lakini wakakataa, wakasema hatuwezi kuvunjika moyo, tutaenda mbele. Na mwisho wa mambo yote tuliona kwamba watu hao walienda wakabarikiwa. Hata leo ukiwa hapa ama uko nyumbani, Bwana ako na uwezo kukusaidia na hata kukuinua kutoka hayo mateso ambayo umeyapitia. Usikubaliane nayo, lakini uyapinge, kama vile Daudi alivyosema kwamba sitakufa bali nitaishi nishuhudie matendo makubwa ya Bwana.
Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi, asante kwa sababu ya nafasi ya siku ya leo. Tumekusanyika katika ibada ya asubuhi. Asante kwa sababu ya neno lako mtumishi wako ametuletea, kwamba tusikubali kufunjika moyo. Kuna mambo mengi yanaweza kutufunja moyo, lakini tusikubali kufunjika moyo. Na tutakapokataa ama tutakapopinga kufunjika moyo, pale mbele tutapata ushindi. Naomba usimame na mtu katika asubuhi ya leo ambaye amepitia mapito mazito. Naomba umsaidie na ukaweze kumuinua tena, asonge mbele akiwa anaendelea kukutumainia. Asikubaliane na mateso yake, asikubaliane na magonjwa ambayo yanamsumbua, asikubaliane na maroho ya umaskini, asikubaliane na yale ambayo yanamgandamisha, bali akaweze kusonga mbele na Bwana utamsaidia. Naomba utunyoshe mkono katika asubuhi ya leo. Bwana utushike mkono na utuongoze, ili kwamba tukaweze kutembea kwa uwezo wako, maana wewe ni Mungu mkuu na Mungu mwema. Tupatie nguvu mpya tuweze kuona kesho yetu. Tusimama pamoja nasi tukaweza kukushukuru, kwa kuwa wewe ni Bwana wa mabwana. Asante kwa wale wote ambao wametoa sadaka zao. Naomba wabariki na wale wengine watakaoendelea kutoa, wabariki na uwatendee mema kwa jina la Yesu. Uinuliwe na utukuzwe milele, maana wewe ni Bwana wa mabwana. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amen. Amen. Bwana akubariki. Usikubali kufunjika moyo. Bwana akupiganie. Amen. Tunaenda katika ibada yetu ya Sunday School. Kwa hivyo tutaenda katika madarasa yetu. Kama hujatoa sadaka unaweza kutoa, na Bwana atakutendea yaliyo makuu. Hivyo moja kwa moja tuende kwa darasa letu ama kwa madarasa yetu, na kengele inapogongwa ni kule kukupatia mwelekeo wa kanisa. So kengele ikipigwa kwamba tumemalizia hapo, hata kama leze nimekuwa tamu aje, unakatia hapo, unakuja kuanzia hapo wiki ijayo. So Bwana wabariki sana. Baya saa 4 kamili tutakuwa tumemaliza. Tuingie ndani hapa tubarikiwe pamoja.